Hapo kati mimi nishikuwa na chumba kimoja nikawa nakaa na watu 7. Lakini kodi ikiisha umuone hata mtu mmoja. Kwa hiyo nikaona haina haja kuwa marafiki, inabidi nitengeneze watu wangu ambao hawa ni ndugu zangu na nitadumu nao pia. Na mpaka sasa hivi watu niko nao, ndo mmoja ni photographer wangu, mwingine ni director wangu, na tunaendelea, maisha yanaendelea, tumebaki kuwa ndugu. Kwa hiyo swala marafiki, mimi kusema kweli sina marafiki. Nasikia. Yeah. Wapi hiyo ya chumba kimoja tu 7 kama wa India hizo? Hiyo ilikuwa Jitonyama pale kwa Limaua pale. Nakumbuka ndo mara yangu ya kwanza nimeenda kupanga. Alafu juu huko town tumekuja watu wengi, alafu mwingine umesoma naye, huyu ni rafiki yako, imetokea hivi. Kwa mimi nilikuwa na ile roho ya kwamba sita tukikaa pamoja, tukipata tutakula, tutakunywa. Kweli fika time kama mwaka mzima chumba kimoja tunakaa watu 7 tunalala pamoja. Yani ukiingia asubuhi usiku kama hujawasha taa unaweza kumkanyaga mtu. Kwa hiyo maisha yamenijenga pia kwamba si maisha mazuri pia sana, na inabidi uishi na watu kutokana na kipindi pia. Mwenye nyumba alikuwa analijua hilo swala? Alikuwa analijua, ila ilifika time alivumilia tu. Alituachia, alafu nyumba yenyewe ilikuwa hivyo. Yeah. Vipi ulifika town? Okay. Mimi town nilifika baada ya ujue ndoto ya kule kijijini. Ndoto ya kwanza unafikia kwamba nikimaliza shule nataka niende mjini, nikatafute maisha. Yani ndio ndoto yetu kubwa kwamba mimi nikimaliza shule niende Dar. Kwa hiyo nilipomaliza shule nakumbuka nilikuwa nishajichanga na zangu za bodaboda na nini. Mimi upande wa babangu wana uwezo sana, walikuwa na uwezo sana. Kama babu yangu mzaa baba, mimi babu yangu mdogo. Yeye ukudali, kwa hivyo ana magari mazuri, ana manyumba, huko nyumbani ana kiwanda cha maji, sio na nini. So nilikuwa natamani kuja kwa babu yangu na mimi nionje yale maisha, kwa sababu sijawahi kuishi pia. Kwa hivyo maliza tu shule nikaomba ruhusa huko kwa babu yangu, akaniambia wewe njoo ukija utakaa nyumbani. Mimi ni mtu ambaye nimeanza kukua hata kabla ya umri wangu, kwa sababu nilikuwa nishazoea kumsaidia mama yangu hata nikaendesha bodaboda. Sasa nimekuja kwa babu, nimekaa naona nakula na kunywa, ila watu wake wanaenda shule Marekani sijui wapi, mimi niko ndani tu nakula na kiamka asubuhi, mambo mengine yanaendelea, niko na haya haiwezi kuwa maisha. Alafu mimi nimemwacha mama yangu kule na kuna mambo mengine. So ikafika time nikamwambia babu, mimi nataka nitoke hapa nirudi nyumbani. Lakini sikuwa narudi nyumbani, nilikuwa najua tu nikishafika Ubungo pale mimi nitajua mwenyewe. Kwa babu akaniambia basi sawa, nitakutafutia nauli, kesho kutu utarudi nyumbani. Akanisindikiza paka Ubungo, nakumbuka pale. Kufika Ubungo babu akaondoka, mimi nikashuka kwenye basi, nikala begi langu nikaenda Mbulahati huko. Nilienda Mbulahati, nilikuwa na washikaji zangu, ni washikaji wa mtaa tu ambao nilikuwa nimefahamiana nao na nilikuwa na kisimu changu. Kwa hiyo nikaanza kuishi nao pale, wakawa wananipeleka studio na nini. Maisha yakaanzia kule. Kwa hiyo nikifika mimi nimefika hapo kwa Dar es Salaam ndio nyumbani kwenu, nikifika usiku umefika na lala. Nikifika kwa kina Aba usiku umefika na lala. Kwa hiyo akawa ndo maisha yangu yakaanzia hapo. Maskini. Yeah.